Rrugën time mellon klava, emrin tënd kur sura ndoja, dritën tënde për herë t'barbava, zemra fort filloi të të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasul Allah, assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-karim, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia tena leo kwa mara nyingine tumekutana kwa kufundishana maneno yaliyo ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Wiki zimepita 3 au 2 tumeweza kuzungumzia kuhusiana kwa nini Allah ametuumba, na bado tunaendelea kwa kueleza uhakika wa sisi kuumbwa, kwamba sio lingine bali ni ibada. Nasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani tunaona kwamba hii ni neno ambalo kwamba limebeba asili mbili, na asili mbili ni tawakkuli wal i'timad, maana kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake. Hizi peke yake ndizo uhakika wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndio maana Muislamu kila anaposwali anasema kwamba ni wewe tu Allah ndio tunapaswa kukuabudu wewe, na wewe tu Allah ndio tunapaswa kukutegemea wewe. Kwa hivyo Muislamu palipopote afai kuabudu miungu wengine, wala afai kutegemea viumbe wengine. Anafaa kutegemea kisheria Allah subhanahu wa ta'ala, na kikaonia kuna kutegemeana, lakini kabla ya tegemea binadamu wenzako tegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na umwabudu Allah peke yake kisheria. Wa hadhani aslani wa huma atawakkul wal ibada. Hizi asili mbili ni kutegemea na ibada. Asili mbili hizi ambazo ni kutegemea na ibada kad dhukira fil Qur'ani fi iddati mawadhi'i, zimetajwa kwenye Qur'ani kwa idadi mbalimbali. Yani kuna baadhi ya ayat ambazo kwamba zimeweza kutaja hizi asili mbili ambazo ni ibada na kutegemea. Wa qurina bainahuma fiha, na pia kuna hizo aya tena tunapata zimekutanishwa kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuabudu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zimekutanishwa, zimekuwa zimeambatanishwa ndani ya hizo aya mbili, kwa kuonesha ukubwa wa zile kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na umuhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha ahaduha, ya kwanza ambayo inatueleza kwamba Mungu ndiye anafaa kutegemewa, na tena yeye ndiye anafaa kuabudiwa peke yake bila kuabudiwa kitu kingine. Kauluhu Shuaib, ni maneno ya nabii ya Allah subhanahu wa ta'ala anaitwa Shuaib. Anasema nabii Shuaib ya kwamba wama tawfiqi illa billahi, nasema na mimi kufahamu kwangu dini au kufahamu kwangu Allah subhanahu wa ta'ala siipati tawfik kwa mtu mwingine, hii fahamu siipati kwa kitu kingine, bali napata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema alayhi tawakkaltu, na kwake huyo Allah nimetegemea. Nabii wa Allah, nabii anatuonesha kwamba manabii wote
wanasema kwamba wanamtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kiwemo Shuaib. Tena asema wa ilayhi unibu, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio narudi napotaka kuwa mwenye kutekeleza ibada. Na hii tunaona asili hii bado haijawachana na asili ya manabii wengine. Mfano wa nabii Isa alayhi salatu wassalam, almaruf bi Yesu, ambaye anajulikana kwa jina ya Yesu. Yeye naye pia walipokuwa wakitaka kumdhuru au kumuua wale Mayahudi, aliweza kusujudu chini na kuweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akisema Elohi Elohi lama sabaqtani, sema ewe Mola wangu, Mola wangu, kwa nini unaniwacha? Ili neno ni neno ambalo kwamba liko karibu na ya Kiarabu, maana ilahi ilahi lima taraktani, nasema ewe Mola wangu, Mola wangu, kwa nini unaniwacha? Kwa hivyo kauli hii Yesu anaongea, maana anategemea yani usaidizi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anategemea Allah amsaidie kumtoa kwenye mikono ya watu wabaya, wasimdhuru, kwa sababu huyo Allah ndio Mola wake. Yeye anategemea kwa Mwenyezi Mungu amsaidie asije wale wabaya kumdhuru. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa nabii wake alimuomba usaidizi, aliweza kutuma malaika wakubwa, wakachana bingu 7, wakakuja katika ardhi, na ardhi ikapatikana na mtetemeko mkubwa, mpaka pahali ambapo kwamba walikuwa nakaa wale Mayahudi ikapasuka, wengine wakasema altari ikapasuka. Ilipopasuka vile, wale wakazirai pamoja na watu waliomkamata, wakazirai wakakosa fahamu. Baada ya hapa wakawa malaika wakafanya kazi zao na kumchukua nabii mtukufu nabii Isa, ambaye ndio Yesu, wakampeleka mbinguni. Allah subhanahu wa ta'ala akamkomboa kwa njia kama hii, akamchukua akapanda naye mbinguni. Hii ni amri ya Allah bitawakuli, ya kuonesha umuhimu wa kumtegemea Allah na kurudi kwa Allah wakati wowote, wakati wa raha na wakati wa dhiki. Nabii Ayub alayhi salatu wassalam, na yeye pia alikuwa alipopatikana na taabu ya majanga ya ugonjwa, watu wamemkimbia, wake zake wakimkimbia, kabla hajapatikana na ugonjwa, Ibilisi laanatullahi alayhi aliweza kupata hikaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumweleza kwamba abdi Ayub ananiabudu, mja wangu Ayub ananiabudu, wezi kupoteza imani yake. Ikabidi aweze kurudi duniani, yataasafu, anajuta kwa nini yeye anakuwa ni mwenye kupoteza imani ya watu dunia. Amejua amemaliza ulimwengu, kumbe kuna mmoja anamwabudu Mungu. Akakusanya watoto wake, akawaambia kuna mmoja ambaye ametushinda, tuwe lazima tumalize imani yake. Wakaenda kwa Ayub alayhi salatu wassalam, wakachoma nyumba za Ayub, wakachoma mali za Ayub, ng'ombe za Ayub na ngamia za Ayub, watoto wa Ayub wote wakaporomokewa kwenye nyumba, wote wakafa. Ibilisi laanatullahi alayhi akaenda kwa Ayub alayhi salatu wassalam, makano dhikana yaabudullah, pale alikuwa akitekeleza ibada. Kamwambia unaabudu Mungu gani? Mungu ambaye ameua watoto wako, mali yako yote amechoma. Ayub akulia kelele kwamba mama yangu nini, mali yangu imeenda wapi? Ayub alisema alhamdulillah, nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenipatia mali kisha na watoto, kisha kaziondoa kwangu mimi ili wasije zikawa ni fitna kwa wakanikosesha amani ya kumwabudu yeye. Akashukuru Allah. Ayub akashukuru Allah baada ya mali kuondoka na watoto kuchomeka, akawa asikitiki tena, anasema ashukuru Arrahman, amenipa mali, akazichukua mali na watoto ni wake ya Allah, akiwachukua hakuna shida. Iblisi akaona aibu tena, ameaibishwa, akaja akapata Ayub amesujudu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akampulizia uchawi. Ayub akaanza kubadilika mwili, watu wakaanza kusema Ayub hali yake imekuwa mbaya, ni stress na maua inamuua Ayub. Ayub akawa ni mwenye kutoka ngozi baada ya nyingine, Ayub ananuka mitaa mizima. Wanawake wa Ayub wakamwacha Ayub, akabaki na mke mmoja aitwa Birahma,
Ayub alayhi salatu wassalam huku anakuwa ni mwenye kutawakal ala Allah, yadhkurullah, asema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Anataja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Takatifu ni Allah na mtegemevu mkubwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mkubwa. Ayub anataja Allah kila siku. Watu wa mtaa wakabidi washindwe na harufu inatoka kwa Ayub alayhi salatu wasallam, wakamfukuzilia mbali. Mwambia Bibi Rahma, peleka Ayub mbali, kumweke mbali huko kwenye msitu huko. Akawa Ayub amekaa kwenye msitu, madudu zimejaa mwili zinakula nyama. Ayub anasema kuleni miongoni mwa riziki ya Allah, Allah amewapatini riziki kupitia mwilini mwangu. Wakakula wadudu wote, kabaki mifupa Ayub alayhi salatu wasalam, lakini akabaki na ulimi na moyo wa kutamba. Hii ni kazi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umebaki skeleton, lakini bado moyo wako unaweza kukutafakari Allah, ulimi wako unamtaja Allah. Madudu walipotembea kwenye mili wa Ayub wakakosa mnyama, ikabidi wataki kula ulimi wa Ayub ambaye anataja nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub akabidi alie, ya Rabbi, iwapo watatoa ulimi wangu na moyo wangu ambao nakutaja nayo kila wakati, nitakutaja na nini? Hakulia ati Allah mimi ni mgonjwa niondolee, hapana. Aliweza kulia, ya Allah, ikiwa watakula ulimi wangu na moyo wangu itakuwaje? Mimi nitakutaja na nini? Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamregeshia Ayub mwili mzuri, akawa tena ni mtu mzuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala anampatia uwezo kwa kumcha yeye amtakaye, na anafaa kutegemewa. Ambaye anafaa kutegemewa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii hawa wametegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida na wakati wa dhiki. Shuaib anamwambia tawfiki ila Allah, kufahamu kwangu inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakaltu alayhi, nimerudi kwa nani? Kwa huyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi unib, na huyu Allah ndo nafaa kutegemea. Kama hawa manabii wanategemea kwa Allah, basi na mimi na wewe tuwafaa kutegemea kwa Allah. Atufai kutegemea kwa wao, tunafaa kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atufai kuwaomba wao, tunafaa kuomba huyu Allah subhanahu wa ta'ala. Atufai kuwalilia wao, tunafaa kumlilia huyu Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe shida zako ambazo kwamba zinakukumba katika maisha, umeshindwa kupeleka mtoto shuleni, umeshindwa kupata pesa, umeshindwa kupata kazi, hali yako ni mgumu, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiende kwa mganga wala kwa mchawi, usiende kwa mtu mwingine na kudanganya. Enda kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anta abdun min ibadi rahman, wewe ni mmoja miongoni mwa waja wa Allah. Yahtajuka, Allah anahitaji uweze kumuomba peke yake. Ukirudi kwake yeye asema ud'uni astajib lakum. Wa qawluhu ta'ala li Hud anasema pia kuambia watu wake, Nabii Hud pia anaambia watu yake ya kwamba walillahi ghaibu samawati wal ardi, mkae mkijua kwamba ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vitu vilivyofichika ndani ya bingu na ardhi. Hapa ardhini kuna vitu hatuvioni kwenye macho zingine, na pia binguni kuna vitu hatuvioni kwa macho, na katikati ya bingu na ardhi kuna viumbe hatuvioni kwa macho. Zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaviona, Allah anavijua, Allah anajua hali ya kila kiumbe katika ulimwengu hii. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi mkubwa, anaweza, anafaa. Kwa hivyo kila moja katika ulimwengu ajue kwamba ni kiumbe cha Allah. Awe Muislamu, awe Mkristo, awe nani, sote ni viumbe vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema walillahi ghaibu samawati wal ardi, ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vilivyojificha katikati ya bingu na ardhi. Wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mambo yote inarudi. Mambo yote inatoka kwa Allah, mipangilio yote inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki inapangwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadri inapofika, usiku wa makadirio, wakati wa Ramadhani watu wanatafuta Lailatul Qadri, usiku wa makadirio. Allah subhanahu wa ta'ala anakupangia budget ya kila mmoja katika ulimwengu mzima. Yani budget Allah anapanga katika usiku wa Ramadhani, usiku wa Lailatul Qadri.
Allah anapangia kila mmoja bajeti yake atakayoishi nayo. Kama atakufa siku fulani, atakula, atavaa, atakuwa na gari, atabadilika maisha, Allah tayari amepanga bajeti yako yote. Leo ambao kwamba leo unalia hali ngumu, hali tabu, bajeti yako yote Allah ashakupangia vile itakavyokuwa. Leo utakuona mahali maisha magumu, lakini ikifika tarehe fulani utaanza kuona una maisha mazuri. Man yafalu dhalika, na nafanya hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bajeti yako, ugonjwa yako, dhiki yako, maisha yako biadillah, iko kwa mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, biqudratillah, kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni sababu tunatembea uipate. Wewe ni sababu tu weke kanyanya yako pale uipate, kitunguu yako pale uipate, mboga yako pale uipate, utembeze biashara yako uipate, uende kwa ofisi ukae kidogo uipate. Yani Allah ashakupangia bajeti yako na vile utakavyoishi na vile utakavyoondoka duniani. Umri yako itaishi hivi, itakuwa vipi? Hivi majuzi watu wamefurahi kwamba wamebadilisha mwaka. Yani unafurahi kwa umri yako kupungua, badala uhuzunike kwamba umri inapungua na karibia kaburi. Wewe unasherekea mpaka unamwaga vitu ati umbadilisha mwaka. Umebadilika, yani umri yako umepungua. Kama ulikuwa na miaka 60, ilikuwa imebaki miaka 20, basi imebaki miaka 19. Kwa hivyo sasa hivi umri wako umeshapungua. Ni hiyo yote biadillah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie wenye kutegemea kwake yeye na kujua kila kitu kinatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faabuduhu wa tawakkal alayhi, basi abudini Allah subhanahu wa ta'ala na mtegemee kwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Hud anaambia watu wake abudini Allah, wacheni kuabudu haya masanamu matatu haya. Hayana nguvu. Abudini nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Isa anaambia watu abudini Allah. Nabii Isa anaambia watu abudini Allah. Nabii Muhammad anaambia watu abudini Allah. Wa inni kadhalika akhbirukum aibudullah. Na mimi pia nawaambieni abudini Allah peke yake katika ulimwengu mzima, ndio kufaulu kwetu kutapatikana. Wa qala ta'ala hikayatan 'anil mu'minin. Allah anasema kwa kueleza haya kuhusiana na waumini, anasema rabbana alayka tawakkalna. Waumini nao hawakubaki nyuma katika kumwenzi Allah subhanahu wa ta'ala. Waumini wa kweli hawa si waumini wa bandia ambao mara leo wako pale mara leo wako pale. Hapana. Waumini wa kweli wanasema rabbana alayka tawakkalna, ewe Mwenyezi Mungu ni kwako wewe tumekutegemea. Alayka tawakkalna, kwako tumetegemea ya Allah. Wa ilayka nabna, kwako tunarudi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayka almasir, na mwelekeo wote tutakuwa ni kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni ibada, maombi, dua, kila kitu tunahitaji ya Allah. Kila mmoja waumini wanamtambua nani? Allah subhanahu, wakaitwa waumini. Arab wamekusanyika siku moja, wakaenda kwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, waqalu amanna ya Rasulullah, tumeamini. Mtume anawaambia qulu aslamtum, semeni tumesilimu. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, ilhali imani bado haijapenya katika nyoyo zenu. Kwa hivyo kwa Muislamu baadaye ufanye ibada zaidi, mcha Allah zaidi, ufike daraja ya imani. Tena baada ya kuwa daraja ya iman, mcha Allah zaidi, ukoiti katika daraja ya ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Umwabudu sasa Allah ni kana kwamba unamuona, na kama haumuoni bi ummi ainaika, kwa macho yako mawili, basi Allah yeye anakuona wewe. Hiyo ni ihsan. Yani ihsan, ukitembea kila sehemu utakuwa unaogopa kufanya maasi kwa sababu Allah anakuona. Utaogopa kuzini, kukaa juu ya mwanamke kwa sababu Allah anakuona. Utakuwa unaogopa kunywa pombe, Allah anakuona. Unaogopa kula miraa, Allah anakuona. Unaogopa kufanya kila aina ya machafu kwa sababu wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waja wema hawakuwahi kufanya machafu haya nimeyataja. Waja wema hawakuweza kuwa na waraibu wa namna hii wa kucheza ngoma na kuruka pale na kufanya pale. Waja wema walikuwa wanakaa uraibu wao ni kutaja Mwenyezi Mungu, kumwabudu Allah, kuishi maisha ya kumridhisha Allah, karibu inda ladayya rabbihim, wanakaa karibu na Mola wao. Kwa hivyo anasema waumini, rabbana alayka tawakkalna, Mola wetu tunarudi kwako wewe. Wa ilayka anabna, na kwako ndio kuna marejeo. Wa ilayka almasir, maelekeo yetu yote kwa kwako Allah subhanahu wa ta'ala.
wa qawluhu ta'ala wadhkur isma rabbika. Allah tunasema wadhkur isma rabbika, taja jina la Mola wako, watabattal ilayhi tabtila, jaribu kutaja jina la Mola wako na ujitupe kwa Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kujitupilia, yani jiwachilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yako na matarajio yako yote umpatie Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa ni mgonjwa, jua atakayekuponya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unameza dawa lakini dawa haiponyi bali kwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaishi dunia unatembea, ujue kwamba ni mambo ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitupilie, jiwachilie kwa Allah. Wewe ni mja wa Allah, tegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakurahisishia. Rabbul Mashriq, Allah ambaye ni Rabbul Mashriq wal Maghrib, ambaye ni Mola wa mashariki. Mola wa mashariki ni Allah subhanahu wa ta'ala, tena Mola wa magharibi ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila. Wanasema hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah. Chukueni huyo Allah kwamba ndio mlinzi wenu. Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuwalinda katika maisha yenu. Kila mmoja atakapochukua Allah ndio mlinzi wake, atakuwa tayari amefaulu hapa katika dunia na pia atakuwa amefaulu siku ya mwisho. Wa qawluhu ta'ala, ala anazidi kusema qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Sema ewe Mtume Muhammad, nasema yeye ni Mola wangu, la ilaha illa huwa, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye huyo Allah. Yani tukisema hivi maana hakuna sanamu, hakuna nabii anafaa kuabudiwa, hakuna kiumbe anafaa kuabudiwa, hakuna ng'ombe anafaa kuabudiwa, hakuna mtume wala nabii anafaa kuabudiwa, bali yeye Allah pekee anafaa kuabudiwa. Mungu muumba ulimwengu pekee yake anafaa kuabudiwa. Tena kila mwanadamu anafaa kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa Allah kuna marejeo, kwa Allah ndio kuna kutubia, kwa Allah ndio kunyenyekea mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Irjiu ila rabbikum. Wanadamu tuache kupotea tukawacha njia kurudi kwa Allah. Tunafaa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati na tunyenyekee mbele Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kunyenyekea. Hadhi sifati sitati mawadhi yujma'u figa baina al-aslaini. Hizi sifa sita zimekusanywa kati ya asili mbili, na hizo misingi mbili ambazo kwamba zimekusanya haya tumeyataja ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inapatikana ndani ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alipotuma vitabu vyake, vitabu vyote vya mbinguni vikaletwa, Taurat, Injili na Zaburi na Qur'an. Injili na Taurat na Zaburi zikaingizwa ndani ya kitabu cha Qur'an. Qur'ani ikaingizwa ndani ya suratul Fatiha. Suratul Fatiha ikaingizwa ndani ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndio Muislamu anapokuwa mwenye kuishi, anaishi ndani ya ibada akitaka isti'ana lillahi. Hii ndio maisha ya wanadamu katika ulimwengu mzima. Unaabudu Allah peke yake, unafanya vile vitu Allah anaviridhia, kwa sababu ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwali wa af'ali dhahira wa batina. Yani ibada ni jina ambalo imekusanya yale yote Allah anayaridhia, kimaneno, kimatendo, za dhahiri na za siri, zote ambazo kama unafanya Allah anazipenda, inaitwa ibada. Yale ambayo kwamba utafanya na Mwenyezi Mungu anapenda inaitwa nini? Ibada. Dhahira wa batina, kwa dhahiri na kwa siri. Kwa hivyo tunafaa kumwabudu Mungu katika maisha yetu. Tukiwa ndani ya siri tuabudu Mungu. Yaani uishi unafanya vitu Mungu anavipenda, unaongea vitu Mungu anavipenda. Usiishi kwa kusengenya, usiishi kwa kupiga watu, usiishi kwa kunyonga watu, usiishi kwa kudhulumu watu. Hizo si ibada. Ni ibada ya Ibilisi laanatullahi alayhi. Ishi kwa kukua ni mtu ambaye anapenda wenzake, anaishi na watu kwa wema, anamtaja Mwenyezi Mungu, anamlilia Mwenyezi Mungu. Usiishi kwa kudanganya watu kwamba wewe ni nabii na wewe si nabii. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii yote ni yale ambayo kwamba ili uweze kujua lazima urudi ndani ya Qur'an, uweze kuchukua aya hii inasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isije ukasimama mbele ya Allah unasoma suratul Fatiha unasema Ar-Rahmanir Rahim,
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Unataja hivyo kwa kusema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kisha unakuwa ni mwenye kuenda kwa mganga, unaenda kwa mchawi, unaenda kwa babu wa babu, dumba wa dumba, na ila unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe unadanganya Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa kufanya khiana kwa nafsi yako, unakuwa kujitupa kwenye naro jahannam. Wakati utasema iyyaka na'budu wa ikfi bidhalika, simama kwa pale pale umwabudu Allah, fanya ma yurdhi ilahaka, fanya lambo kama inaridhisha Mola wako. Wakadhalika tamal qawluhu ta'ala, pamoja nayo zingatia kauli yake Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, wa iyaya farhabun, kama ni kuogopa, ogopeni mimi peke yake. Usiogope binadamu, usiogope kiumbe, ogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ila qawli wa iyaya fattaqun, kauli kaendelea kasema wa iyaya fattaqun, na mimi Allah tena munimche. Kama ni kumcha, anayefaa kumchwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tajidu rahatan fi quwwati la kaifa tajidu rahatan fi qalbika wa quwwata la tarhabuna ghairi. Wewe Muislamu leo, kaifa tajidu rahata fi hadha alqawl, unapataje raha katika hii neno ambaye Allah anasema ya kwamba unapata nguvu ya imani kiasi gani unaposikia hivi kwamba huyu Allah anasema la tarhabu ghairi, msiogope isipokuwa mimi. Maana unapoogopa, ogopa tu huyu Allah peke yake. Wala tattaqu siwaya, na pia msimche isipokuwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in huwa fi quwwati la na'budu ghayraka. Pia vile vile iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inatuambia, inatupa nguvu ya kwamba sisi wanadamu atuabudu isiyokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni sawa sawa na la tarhabu illa Allah, la tattaqu illa Allah. Usiabudu isipokuwa Allah, usimuche isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tasta'inu bisiwaka wala nasta'inu bisiwaka wakadhalik. Na pia tukitaka usaidizi, tusitafute usaidizi kwa viumbe mpaka tukupitie wewe. Naenda kwa mwenzako kuomba chumvi, omba kwanza Allah. Maswahaba walikuwa wanaomba kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala. Chumvi, kazi, anataka kwenda kazi kwa ofisi fulani kuomba kazi, aseme trafiki yangu yule atanipa tu kazi. Ama anataka kwenda kwa mtu amsaidie basari, ule nimempigia kura nipa tu. Omba kwanza Allah, sujudu raka 2, nyenyekea, umwambie ya Rabbi, Mola naondoka sasa hivi, naenda kwenye kuabudu kumomba fulani, na ni mja wako, kiumbe yako, wewe ndio umempatia, naomba nilainishie moyo niweze kupata kwake yeye. Nyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupatia, Allah atakurahisishia njia yako utapata. Anasema kadhalika la takunu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu, la takunu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslaini adhimain. Na pia tukiangalia, uwezi kawa ni mtu ambaye kwamba anahakikisha kauli hii ama anathibitisha hii kauli ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mpaka kuwe unakuwa na asili mbili makubwa, ukuwe na misingi mbili ambazo kwamba ni makubwa. Ahaduha mutabaa ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Msingi wa kwanza ni kwamba lazima uwe unafuata bwana Mtume Muhammad ambaye ameweza kufuja na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakini leo tunashangaa atba'i rasul wenye kufuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wanasema wanafuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tukiangalia baadhi ya vijana ambao ni shababul umma leo, kiangalia vichwa vyao vya ajabu kama Iblisi laanatullahi alayhi. Wamenyoa panga, wengine waweka rasta, au wanasema wanaenda msikitini hizo marasta zao wanasujudu mbele ya Allah hivi. Yaani ako kama Iblisi, anasema nafuata Mtume Muhammad alayhi salatu. Fuata Mtume Muhammad. Nikimalizia wafil al-ikhlas lilmaabudi, uwe na ikhlas kwa kila ambao kwamba kwa ule unamwabudu. Fa hadha huwa tahqiqu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huu ndio uhakika wa kusema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala tujalie wenye kusikia na kuyafuata. Abudini Allah peke yake na mfanye kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na tuweze kufanya kama anavyotaka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rogan timen mellan klava, min tannkor solen doja,
Muhammad